yani Radio 47 hapa ndipo. Show inaitwa Mchikicho, mimi naitwa Mkamburi Chigogo, alafu Ian kutoka KCA University. Yes, KCA. Yuko nasi in studio. Alafu Mwende umetokea chuo kikuu gani? Kenya Institute of Mass Communication. Kenya Institute of Mass Communication. Yes. Karibuni sana ndani ya studio zetu za Radio 47 hapa ndipo. I'm happy to have you guys. Na I don't know, do you know anything ama are you conversant with Sponyo culture, especially kule chuo kikuu? Unaambiwa hiyo culture ya mtu lazima akuwe na sponsor, ama ushasikia story kama hizo? Are you conversant with it? Unaijua? Yes, as for me, Sponyo culture ni mambo tu ya kawaida chuo kikuu. Ni maisha tu ya kawaida. Maisha tu, like just a normal life. Okay. Yeah. Ian? For me, I'd say yes. The form of kuwa na sponsors ni kitu imehypewa sana campus, but I'm against it. Aina ile shangwe yenye iko pale. Yeah, we ina kudiminish as a young person. Si poa. Okay. Yeah. Haya. Unafikiri kwa nini? Kwa sababu ndio swali ambalo tunauliza wasikilizaji. Unafikiri ni kwa nini maybe msichana ama mvulana ambaye yuko campus Mwende aamue kwamba mimi na ng'ara na sponsor, whether mjue msijue, mimi maisha yangu nitapigwa sponsorship for these 4 years that I'm in campus? Why? Okay, for me I think most of the reason, like the main reason ni ile the fear of missing out. Na pia ile unapata like campus tunasota hauna pesa. So if you get that sponsor, utakuwa na pesa, utakuwa like you can go out with friends, like kuna a lot of sherehe and you don't want to be left out. So unataka sponsor mwenye sasa atakufund your lifestyle na lifestyle yenye unataka yenye uweza afford. Yeah, I think that's like the reason, the prime reason. Yes. Okay. Ian, kwa nini unafikiri mtu aseme kwamba mimi yani kufa gari, kufa dereva, kufa makanga, sponsor lazima niwe naye? First of all, for me I think kuwa na sponsor it's a choice. Kwa sababu mwingine atasema ni kwa sababu ya heartbreak, mwingine aseme ni kwa sababu ya pesa. But in real sense there are still younger people out here when wako na pesa pia they can provide. Yeah, they can provide for Mwende who wants to go out. Yes. Who wants to have that expensive hair that she has on her head. Yes. Who wants to do these nails ambazo Mwende ameweka. Mwende, unafikiri kama kijana wa campus yeye anaweza kakuweka maisha ambayo unataka kuwekwa ukilinganisha na mtu kama Mwashumbe Mwakideu ambao pengine hao wana hela yao? Do you think you can find a campus boy? Unajua most of the campus, like sisi wote tuko campus, like tuko shule. As much as unasema unajua niko na pesa, au na pesa kama mtu mwenye alianza kutafuta hii pesa kitambo mapema na uko like somewhere in life. So hauwezi linganisha, like hakuna mali napatana. Ian, sasa kijana wa campus, wewe unatoa wapi hela? Ati mpaka uniambie mimi mtoto wa chuo kikuu kwamba utanieka and you'll give me a good comfortable life yenye mbaba wa 40 plus atanipatia. Where you getting the money? You know, people come from different backgrounds. Kuna mtu anatoka kwa familia iko na hela. He can maintain expenses yake. Yeah. Pesa ya mzazi. Na pesa ya mzazi tu. Alafu we have this watu wa forex. Hawa sharp boys. Ian. You can maintain a lifestyle pia. Oh, Ian, unafikiri sharp boy in a day anatengeza hela ngapi? Bila tutoe hizi mbwembwe za kwenye mitandao. Tutoe hizo mbwembwe. How much do you think these guys are making in a day? Probably about 100k. I tend to disagree. Hata mimi sidhani. 100k na maisha yao yako very basic. Hapo unakutana na mtu unashangaa. Sijuzi kuna mwingine alikuja hapa ananuka jasho vibaya sana. There's a guy who came here na hao kwenye mitandao wanatesa. Lakini sisi ambao tulimuona, we were all like, guy, ndiye huyu. Ndio forex. But watu wako different. Kuna ni kama biashara tu. Kuna mwenye amebobea katika biashara yake, kuna mwingine bado ndio anaanza. Yeah, I'd say inakuja hapo. Okay, so Mwende, ukipatana na baba, tuseme kwa sasa, maybe umepatana na baba 40 plus ambaye amesema kwamba mimi nataka nikuweke vizuri, ama 50 plus ama hata 35 plus. Na umepatana na kijana sasa kama Ian ambaye mko nyote chuo kikuu
and Ian is saying, you know, I want to marry you, eventually nitakuweka vizuri, sahi wacha tumalize kusoma, utaendea nani? Okay, as much as you are supposed to look for the long term, unaangalia chances. Like, okay, right now, if I get like $1 million plus, or maybe 400K, I can, like, if you are sharp, that is, you can start a business. But now, for this young campus guy, you have to, like, start from somewhere there. And let's be for real, saya kuna mtu anataka etu, si lazima uteseke eti juu sasa niliteseka nikapanda. No, it's like no, like it's 2026, so choose the short one, be wise, invest, and Hautaki kugrow. Unajua unaweza dump like your baba after una grow nini alafu atakuacha. But kuna kitu kama hiyo. Pia unajua ukidate mbaba bado like it's just a short term thing, si kitu ina last. Yeah, short term, Don't but choose that. I'm loaded, like I have money. That's what she Sasa said. unataka you'll long be- term niteseke You'll be loaded for nimeparara, now, but bado ita diminish your dignity. you are Watu a watakuwa na sharp girl, you aje. invest with that money, usikue fala. So yeah, Hey, I love it. yes. Let me tell you, Zaina, tukienda break, unasikia Ian, unaambiwa nobody's in this thing for long term. Really, why would you be there ati unafikiria ati 20 projections years, za 40. ndoa? Sasa Ian, sasa hivi tuseme mumama atokee, mumama akuje, mumama wa 30, mumama wanaanziaga 30 tuseme ama 35. Yeah. Akuja aseme Ian, mimi nimekupenda, nimeona vile umekaa, yani muonekano wako uko vizuri, I want to keep you. Utakubali ama utasema mimi, to be really honest, I cannot. For me personally naweza sema siwezi kubali. Kwa nini? Una sababu gani za kukataa? Na mtu anataka kukuosha. First of all, I come from a religious background. Okay. Yeah. So bado huko nyumbani watu wataniona aje. So na nyumbani kama watajua? Bado No one will know because uko campus. Are you una weni day scholar ama una board? day scholar. Weni day scholar. Kwa hivyo daily unaendanga nyumbani. Yeah. Okay. Mzazi asipojua, all factors closed, kwamba nobody will know that you have a mumama, will you take that opportunity? Naona No. like mentally it would affect you. Like, Okay. kukana mtu like the age of your mother, the same age as your mother, like for me it would mess up my mind. Yeah, singekubali. Okay. Yeah. Na kama ni mtu ambaye maybe amekupenda na anataka mjenge pamoja. No way, siwezi kubali. Okay, so at what age would you consider this as a mumama? Ama ni vigezo gani? Kwanza I think we need to look at this. Ni vigezo gani huwa mnaangalia, na pia mwendo utatujibu. Ni vigezo gani mnaangalia ndo mtu wa qualify kuwa mubaba ama sponyo, na mtu wa qualify kuwa mumama na pia bado sponyo? Ian, what do you consider for someone to qualify to be a mumama and a sponyo? First of all, somebody who is around 10 times your age. Okay. Has So if money. you are 27, yako 37. Yeah, Okay. your age gap. Has money. She's loaded. She can provide anything that you want. Unajua like boyfriend wako wa campus, yeye ukimuitisha kitu like umwambie nataka pesa ya kununua nguo maybe, you want to go out with your friends, yeye atakwambia like ngoja ama sina pesa, but ukiambia mama like she'll be ready to provide. So hiyo ni kategoria ya mama. Unaweza sema haya mwende. Okay, For someone to be a mubaba tena sponyo, na anakuwa ni vigezo gani amefikia? for me baba ni mtu mwenye first of all ako na pesa. Okay. Ako ni mostly ni someone who is married or maybe a divorcee. Okay. Yeah, so then ako definitely ni age yenye it's not your age mate. Yes. So how many, amesema 10 times your age. 10. You as a lady unaona ni wapi mtu ukisema alafu utasema wewe kweli ni mbaba? 40 kwenda juu. Upanda. Yeah. Okay. Haya, so why do we think probably tumeona sana kwenye habari kwamba unaambiwa kwamba msichana fulani alitoka, asijui she was in the company of so and so, and this news has been trending for a long time. Ni pressure ya mitandao ya kijamii,
ndo inafanya pengine we want that soft life, ama is it trying to outcompete each other pale chuo kikuu? Na Mwende, nataka unijibie kwamba si hatujali, as long as my friends can see me in a good car, I'm being dropped, nafanya kitu chochote nataka, I don't care. Okay, nikianza nilisema mostly ni fear of being like missing out. So unapata like sitaki watu wanione ana date ule kijana fulani mwenye ameparara kwa hii shule, as long as like I'm balling out there like naishi, like you can say I'm being funded, like I have money, Yes. like I don't care. Like that yenye kitu na push watu kwa wababa. Na social media unafikiri imechangia? Yeah, and pia social media unajua like the moment watu wameenda, tuseme mtu amepeleka like Maldives or whatever, and then umeona, then uko like hata mimi nataka kwenda maybe a better one than yenye alipelekwa. So unapata mtu anatafuta mbaba ndo like aishi like a better life than friends wake. Yeah, kitu kama hiyo. Okay. Yeah. Ian, unafikiri social media wewe imechangia pakubwa pengine young girls and young boys kutaka kuwekwa vizuri ama kutaka kuishi hayo maisha ya kwenye mtandao? Yeah. Kuna hiyo factor ya competition. Like wewe unaona friends wako they are living a good lifestyle. Yes. Sijui mara wako wapi, kesho wako wapi. Like pia wewe unajaribu kufit in. So inakulazimisha pia wewe you go to that side ataka huku unataka. Yeah. Okay, so when we see these young girls and even some young boys on social media, or young men, let's call them young men, mkiona kwa social media, do you genuinely believe kwamba huyu dem yuko hapa peke yake ama lazima kuwe na mtu amefinance hizi trip? Ama ni anakwambia kwamba me actually I work hard for my money, I'm a business lady, nini? Do you believe it ama unasema For me, not unless you have a generational wealth, yenye like you can spend money like now. Kuna someone who is funding your life. Okay, as much as kuna like people when wako na rich parents, but sidhani kuna mzazi ona like hizo right senses atakupe like 1 million just like that, just go spend. Let's be serious. So I think someone is funding your life. Like vile unatumia pesa, the way you manage the money, you can tell the patterns. So would you want the girls to be honest? Maybe pale kwa mtandao waseme, waeke wazi kwamba hii trip imelipiwa, sio mimi najifinance, ama unasema wewe as long as umelipiwa there is no need for you kujitangaza, especially if we don't know that this is being funded by somebody? For me, I feel like there is no need for faking. Like just tell people. Okay, maybe it's none of our business, but just tell. You see, kuna ka young girl mwenye ako hapo na kuangalia, then ako like, I want this life. Just tell them like, this is what I do. Like tunasemanga ukiingia kwa dhambi umeingia like fully, hakuna ati kidogo. So just tell them like, this is what I do. Like pressure isi kuingize kwa kitu yenye ujui how it works, and then upate so ilikuwa hivi after. Yeah. Okay. Ian, before to get break, wajitangaze ama wasitangaze kama hata ambao unasema wa forex? Wengi wao, in fact there is one for your information, the guy is on what is this called, OnlyFans, and he's peddling his stuff there. Yes, is he open with it? He's not. Hizo videos zilileak tu bahati mbaya. Kibahati mbaya tu, lakini he's parading behind forex. I think it's better to come clean. Let people know what you're doing. Okay. Yeah. Kwa hivyo tuwekewe wazi. Waeke wazi. Like kama umeamua kuenda hiyo direction, mbona upate aibu? Si mtatu judge. Like you should have thought about that before you got into it in the first place. Mtatu judge, mtaanza kusema angalia sasa alikuwa sijui na mbaba wapi, alikuwa sijui anafanya nini wapi. So I'm like, acha tu nicheze chini, mtu asiwahi jua this is how I'm making my money, and I put it na uongo wa kudanganya kwamba niko na biashara. Mwende unaweza kusema ukipata bonge la mbaba ambalo linakufadhili na limekuweka vizuri, utatuambia kweli? Siwezi. Unajua siwezi. Unasemanga okay, most wanasemanga unaweza sema then uende huyo umeshaambia ni nani, so wamchukue. Yeah, wanamchukua. So una keep it low key. Wow, all right. All in all, Mwende, uona mshauri vipi mtoto wa kike ambaye yuko campus? Unamwambia ukipata sponsor, ukipata chance ya kutesa we tesa, ama unamwambia tesa lakini yani ujue mwisho kuna consequences?
Okay, for me nitasema wewe kama unataka huyo sponsor mchukue, but kama kuna consequences you're on your own. Like usiblame watu, unajua ni fulani aliniweka. Kama pia umtaki, choice ni yako at the end of the day. Okay. Yes. Haya, Ian? For me I think ukiangalia like it's better to be to stick with one partner mwenye you will grow up na yeye, mgrow pamoja, grow through the ranks pamoja, instead ya kufocus na wababa. Ian, just be loyal, sasa be Ian, honest, be faithful. Ian, kweli you are 21, sababu, yeah. I'm also 21. Do you think we are really going to get married? Yani hapa tukiongea mambo ati we are going to get really, ukipiga tu hesabu zako unaona kama ule mtu ambaye una date naye campus mtafika popote? Haiwezi. Yeah, I do. Actually, I do. Are you dating someone right now? Yeah. Oh my God. Ian. Ian, I think tutakucheki baada ya kama miaka 5 hivi. Ukimaliza chuo kikuu. Haina shida. Okay, anyway. Because me I believe in love. Which is a good thing though. Yeah. Kwa sababu unaona like mbona udate mbaba na unaona huku kwingine like girls are being killed, wanauliwa huku kwingine, mara sijui nini scandals tu mingi. So Ian pretty much is saying date for love. Mwendeye amesema ukipata mbaba, ukiamua kutesa, lakini consequences kitakachokupata pambana nacho. Pambana na hali yako. Asanteni sana kwa kuja. Next time we will start this conversation earlier so that tuweze kuenjoy. Tutawaita tena, so enjoy the rest of your weekend.